Habari Tanzania, mimi naitwa Mr. Black kutoka BSL Schools Tanzania pamoja na The BSL Investment Company Limited, na hawa pia ni partners wazuri na The True Life Foundation. Leo katika usiku huu mzuri, katika siku hii sahihi kabisa, naomba nikupeleke katika somo zuri kwa wewe mmiliki wa shule ama mwalimu wa shule ama partner yeyote ambaye unahusika na masuala ya kitaaluma. Mara nyingi tunasikia neno branding, na leo nakwenda kuzungumzia how to brand your school. And here I'm just going to speak about official things or official branding materials. Official branding materials, vitu vya msingi sana katika kuifanya shule yako ifahamike. Mara nyingi inaweza kuwa tufahamu ni namna gani ya kutengeneza shule iweze kufahamika zaidi. Na leo ambatana na mimi katika kipindi hiki cha The Deep Talk kupitia Black School TV hapa. Nikwambie tu kitu namba moja ama kitu cha kwanza kabisa katika kuwa navyo kama wewe mmiliki wa shule, ili kuibrand shule yako inakupasa uwe na kitu kinachoitwa core identity. Core identity materials. Yaweza kuwa neno core material identities usielewe na maanisha nini, lakini hapa naongelea namba moja ni school logo. Shule yako inakupasa iwe na logo ili kuweza kuitambulisha quite different with others. When you have a logo, then introduces your school in a perfect way. Other thing here, it's all about the school name. Lazima uwe na jina zuri la shule. Utakapokuwa na logo, basi ambatane na jina zuri la shule liweze kutamkika na liwe na maana chanya, liwe na maana nzuri. Lakini pia uwe na school colors, uwe na rangi zinazoitawala shule ambazo kwenye uniform, kwenye logo na kwenye baadhi ya material ya shule basi ziweze kufahamika. Nje na hapo nikupeleke tu katika kipengele cha pili, tunaita official printed materials. Official printed materials, hivi ni vitu vya msingi sana katika namna yoyote ya utoaji makala tofauti, barua, matangazo. Ni lazima hivi vitu viambatanike na vifahamike. Kwanza ni letterhead. Letterhead, hii ni barua kuu ambayo imebeba ni kiini cha barua kinachoonyesha sehemu za anwani na mawasiliano ya shule, lakini pia kinachoeleza location au sehemu shule inapopatikana. Lazima uwe na envelopes, bahasha. Shule yote ambayo ni nzuri na yenye maana inapotoa bahasha basi inakuwa na taarifa za shule, jina la shule, logo ya shule na mawasiliano ya shule. Lazima uwe na kitu kinachoitwa business cards. Business cards ni kitu cha muhimu sana hasa kwa wamiliki na wakurugenzi wa shule ama viongozi wa shule. Pia nikukumbushe tu kuhusu admission forms. Lazima uwe na forms za usajili ambazo zinafanya shule yako ipendeze. Lazima uwe na prospectus ama school brochure, uwe na mwongozo wa ratiba ya matukio ya shule. Uwe na report forms, ripoti zinazoongoza shule yako katika mitihani, katika matukio, kazi, tabia za wanafunzi. Lazima tuwe na ripoti kwa walimu, ripoti kwa wanafunzi, ripoti za kitabia, lakini pia ripoti za matokeo, assessment forms. Hii ni muhimu sana. Uwe na certificates kwa maana ya vyeti kulingana na kozi ama huduma unazozitoa. Kila baada ya wanafunzi wanapohitimu, basi iwe rahisi kwao kupata kile kinachostahili baada ya kusoma. Sambamba na hivyo, kwa kuwa ni sehemu mojawapo ya biashara na wanalipa, kwa kuwa wanalipa ada, basi wapatiwe risiti. Uwe na vitabu vya risiti vitakaoongoza taasisi yako kuwa vizuri. Mwisho, jitahidi kuwa na vitambulisho, kwamba ID cards, vitambulisho kwa ajili ya wanafunzi na watumishi pia. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya official printed materials baada ya kuona sehemu ya awali ya core identity materials. Nikupeleke sasa sehemu ya tatu ambao hapa nakwenda kuongelea outdoor au on-site standing materials. Outdoor ama on-site standing branding material. Standing branding material. Kuna material ambayo tunayataka kuyapata nje na maeneo ya shule ama katika mazingira ya nje ya shule. Anapoingia tu mgeni shuleni kwako, hakikisha kwenye geti kuna maandishi yanayoeleza jina la taasisi yako. Ama kwenye ukuta unaomkaribisha shuleni, basi kuna maandishi yanayoitaja shule yako. Uwe na directional signs ama vibao vinavyoelezea maeneo na mandhari ya shule yako.
Kwa mfano, ofisi ya mkuu wa shule, maktaba, maabara ama jikoni, assembly point, basi kuwepo na viashiria vilivyoandikwa maelezo na maneno hayo kuweza kutambulisha eneo lako vizuri. Sambamba na hivyo, unapaswa kuwepo na kitu kinachoitwa banners. Hizi banners zitakusaidia sana kwenye kuweza kuzisimamisha sehemu mbalimbali wa barabarani ama mitaani. Haya ni mabango makubwa yenye taarifa juu ya tangazo la shule. Lakini pia tunakukumbusha tu uwepo na flagpole flags, uwe na sehemu ya kuweka bendera. Kwenye bendera basi inakumbushwa uwe na bendera ya taifa, lakini pia uwe na bendera ya shule, na kuna bendera za vyama ambavyo kwa mfano scout. Hii ni bendera ya chama cha scout. Kama shule yako ina scouts, basi uwe na bendera ya scout, kwa maana una mlingoti wa bendera hizo tatu angalau: bendera ya taifa, bendera ya shule, lakini pia bendera ya chama cha scout ama vyama vingine vinavyohusiana na huduma katika shule. Simaanishi vyama vya siasa, la hasha, namaanisha vyama vinavyohusiana na huduma za kitaaluma. Sambamba na hivyo, katika kukua kwako kwenye branding, wewe kama mmiliki wa shule unahitaji kuwa na digital branding materials. Being an owner of a school, you need to have digital branding materials. Kwa kuwa umekuwa ni mmiliki wa shule, basi nakupasa uwe na viambata vinavyotambulisha shule yako kimtandao. Moja, uwe na official website. Being an owner of a school, you need to have a school website. Social media platforms like Instagram, Facebook, and sometimes WhatsApp Business. Here I'll be speaking about those things that are very smart for your school. Then you need to have email. Inatakiwa na email, lakini pia uwe na digital logo files, uwe na logo za kimtandao ambazo unaweza kushare katika mitandao mbalimbali. Lakini pia uwe na digital posters and flyers zitakazokusaidia kuweza kushare katika mitandao ya kijamii kwa njia ya mtandao. Lakini pia uwe na school profile, and it should be in PDF. Jitahidi sana kuwa katika portable document file, kwa maana ya PDF. Jitahidi profile ya shule yako iandikike vizuri, isomeke vizuri, na iwe na maudhui mazuri kuweza wewe kuelewa kile kinachotolewa na huduma katika taasisi yako, kikimfikia msomaji akisome vizuri. Hivi ni vitu vya msingi sana katika kuibrand shule yako. Nikukumbushe tu kitu kingine kinachohusika katika branding na kitakayoifanya shule yako endelee kuwa mzuri na yenye kupendeza. Hapa naongelea uniforms branding. Uniforms branding. How do you brand your uniforms? Ukiangalia kwenye taasisi nyingi zina uniform kweli, lakini je, umechagua rangi ya namna gani? Umechagua aina gani ya mshono? Umechagua design ya namna gani ambapo mtu akitazama tu anapata kuvutika na shule yako? Na kukumbusha wewe mmiliki wa shule kwamba unapotaka kutengeneza shule yako kuwa nzuri, jitahidi kutafuta uniform nzuri zitakazoendana na maudhui ya huduma unaotoa. Na uniform mara nyingi tunaanza kuwa tumezikita hapa. Kwanza ni students uniform, lakini pia tunakuwepo na staff uniforms, lakini pia tunakuwepo na sports and games uniforms. Ukiangalia katika hivi vipengele, jitahidi sana kuvitengeneza viwe na mazingira ya kufanana na uzuri wa shule yako. Jinsi gani unatengeneza uniform zako, jinsi gani unatengeneza tai zako, jihakikishie branding yako inasomeka. Kuanzia kwenye socks ya wanafunzi, isome jina la shule yako. Tai, isome jina la shule yako. Shati la mwanafunzi, sweta la mwanafunzi, visome jina la shule yako. Na wengine wameenda mbali zaidi hadi mabegi ya wanafunzi wao wameweka logo za shule zao. Basi hiyo ni sehemu mojawapo ya kuweza kutambulisha shule yako. Si hivyo tu, kuna vifaa vingine vya muhimu kwa mwanafunzi ambavyo humfanya mwanafunzi pia kuitambulisha shule yako. Nikupeleke katika kipengele kingine cha muhimu katika kufahamu namna gani uweze kubrand shule yako. Nami leo Mr. Black na hakikisha unapata dondoo za muhimu katika school branding ili shule yako iendelee kuwa juu zaidi. Hapa naongelea academic and promotional items. Hapa naongelea academic and promotional items. Unapokuwa na shule mzuri ni lazima uwe na promotional items. Kwa mfano, access books, madaftari yawe na jina la shule, ya brand shule, yawe na picha za shule, madaftari ambayo wanafunzi wanaweza kanunua hapo hapo shuleni kwako au akagawiwa bure hapo hapo shuleni kwako, huifanya kuitambulisha shule. Notebooks and diaries. Diaries unazigawa kwa wazazi,
kwa wageni maalum wa shule, lakini pia kwa staff pia. Na hapa nakukumbusha pia kuhusu pens and rulers, jitahidi ziwe na logo ya shule yako. Calendars. Calendar ni kitu cha muhimu sana chenye kuonyesha na kuelezea matukio mbalimbali ya shule ambao unaweza ukasupplement sehemu tofauti tofauti duniani. Unaweza ukagawa katika maofisi, unaweza ukagawa katika taasisi mbalimbali, na unaweza ukagawa kwa watu baki au kwa wazazi. Hiyo kila moja akiweka sebuleni kwake ama ofisini kwake itaifanya shule yako endelee kusomeka sehemu kubwa zaidi. Jitahidi sana kuwa na reward certificates, vyeti vya zawadi, vyeti vya ubora ambavyo vinaelezea taasisi yako juu ya yule mtu aliyetenda kwa ukubwa zaidi. Nikukumbushe tu katika branding hapa nitakwenda kuongelea kuhusu vehicle and equipment branding. Namna gani unatengeneza magari yako ya shule ama magari yaliyoko katika shule yako kuweza kusomeka juu ya branding yako. Hapa unakumbushwa kubrand school buses. Wengi tumepaka rangi ya njano lakini hayana majina ya shule, au wengi tumekodi magari lakini hayana brand ya shule. Unapoingia mkataba kukodi gari, basi jitahidi mkataba wako kuruhusu kubrand ile gari isomeke jina lako. Na kama umepaka rangi ya njano kwa sababu ndio rangi ya mabasi ya shule, basi jitahidi jina la shule liwepo. Kuna wengine wameandika majina ya shule lakini yamechakaa, yamefutika. Jitahidi ku update mara kwa mara na hiyo itakusaidia. Lakini jitahidi kuhusu staff vehicle, gari la shule la staff, hakikisha linasomeka brandi ya shule pia. Delivery ama service vehicles. Kuna shule zingine zina magari makubwa kama zile Bowser za kuchota maji, au kuna zingine kuna hizi gari kubwa za kusombea michanga, ama magari makubwa kubebea mizigo, basi jitahidi pia na yao yawe na brand. Ukia brand vizuri kwa shule yako, hapo ni sehemu ya utajiri wako. Sambamba na hivyo ni kupeleke katika legal and institutional branding. Legal and institutional branding. Tunaangalia viambata muhimu ambavyo vinaonyesha shule yako inatambulika. Hizi ni branding materials zinavyoitambulisha shule yako. Je, una cheti cha usajili wa NECTA au NACTE? Na je, una cheti cha usajili cha TCU ama VET au VETA, ama una cheti cha usajili wa Wizara ya Elimu? Basi shule yako mtu anapoingia tu mapokezi ionekane katika ukuta wa mwanzo vile vyeti vya usajili kuanzia NECTA ama NACTE ama TCU ama Wizara ya Elimu, vyeti vya udhibiti ubora, lakini pia uwepo na vyeti mbalimbali vinavyoonyesha kwamba wewe uko legally, upo kisheria. TRA, TIN namba ni vitu vya muhimu pia kuwepo. Jitahidi kuwa na muhuri wa shule, yani official school stamp or seal. Hivi itakusaidia katika nyaraka mbalimbali. Uwe na taarifa za sera ya shule, yani official school policies. Hizi zitakusaidia shule yako kuonekana how smart it is. Kwa leo ni malize tu kwa kusema kwamba unao uwezo wa kuikuza shule yako na ikaenda mbali zaidi kwa kuwa umechagua kwa kipekee. And school branding needs creativity. Na ukihitaji huduma ya ushauri zaidi, usisite kunitafuta kupitia tarakimu za simu ambazo zinapita hapo kwenye screen yako, ama unaweza kutufollow kwenye page yetu ya Instagram ya BSL Schools, pamoja kusubscribe YouTube yetu ya Black School TV. Mimi naitwa Teacher Black kutoka BSL Schools na BSL Investments. Ciao, see you again with the next time.